enyi wana wa Mungu, mpeni Bwana utukufu na nguvu. Mpeni Bwana utukufu na nguvu. Mpeni Bwana utukufu na nguvu. Tumuabudu Bwana kwa uzuri wake, tetemekeni mbele zake. Mpeni Bwana utukufu na nguvu. Twende namna hii, tucheze. Twende wote namna hiyo kwa Bwana. Mpeni Bwana utukufu na nguvu. Mpeni Bwana utukufu na nguvu. Mpeni Bwana enyi wana wa Mungu. Mpeni Bwana. Nibebe, 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 nibembeleze, nibebe. Yesu unibebe, nichukue unibebe, mikononi mwako niwe salama. Nifike mbinguni nimwone Madam Gloria. Nifike mbinguni nikuone na wewe. Nifike mbinguni nimwone na Bezisi. Nifike mbinguni nikuone na wewe. Nifike mbinguni nimwone na Yusufu. Nifike mbinguni nikuone na wewe. Nifike mbinguni nikuone na wewe. Haleluya. Weza ukenua tena shamba kwa Yesu. Uwezo unastahili sifa na shamba. Haleluya. Yesu anastahili sifa. Haleluya. Hebu pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi. Yes. Glory to God. Yes. Glory to God. Amen. Yes. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna viti viko hapa mbele. Kwa wote mliokaa kule nyuma sana, just sogea huku mbele. Kuna maana kubwa sana kukaa hapa mbele. Ukikaa mbele na maana kila kitu chako kinakaa mbele. Ukijipa image ya kwamba wewe ni wa kukaa nyuma, inakuwa hivyo kama vile unabii. Bwana Yesu asifiwe. Make sure kiti kilichoko mbele yako kina hapa mbele kabisa. Watu wanaokaa mbele ni watu wakuu, wafalme, watu wanaotaka kufika mbali. Ukikaa nyuma umejichukulia poa. Nyuma ni kwa watu ambao wanachelewaga sana. Kila kitu unachelewa, mafanikio unachelewa, kazi unachelewa, darasani unachelewa. Sisi ni wana wa ufalme. Kwa kukaa hapa mbele ni haki yako. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana mjiona viti fulani hivi tofauti, vyote viti ni aina moja. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Vijana wa Mbeya mpo vizuri. Sio vijana wa Mbeya, taifa la Tanzania. Ninazo
taifa la Tanzania. Kuna majiant ambayo yamelala ndani yataamka. Lile jitu ambalo Mungu aliliumba akasema nenda Tanzania, sio Tanzania, nenda Tanzania, litaamka by the power of the Holy Spirit. Hata kama umetoka kwenye ukoo ambao haunaga hela, you are the one utakayeleta mageuzi kwenye ukoo huo. Yaani usiangalie umetokea wapi, we angalia aliyekuumba na ameweka nini ndani yako. Usiangalie unasoma nini. Yaani elimu ni za hapa duniani, zimekuwa structured kwa ajili ya kazi mbalimbali za hapa duniani, but you umekuwa structured na kazi nyingine tofauti ambayo haihitaji bachelor, PhD wala masters. Inahitaji tu power of the Holy Spirit. Hallelujah. There is something Mungu alikuwa ananiambia, ninataka kuliinua kanisa. Kanisa sio jengo. Kanisa ni mimi na wewe. Sisi ni mahekalu ya Mungu. Mungu akitaka kufanya kazi duniani, haji yeye, anatafuta mtu ambaye yuko tayari. Who is available? Mungu alichungulia duniani aone, kwenye kitabu cha Zaburi, aone kama yupo mtu mwenye akili anayemcha. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka story ya Ayubu. Wakati shetani ameenda kujihudhurisha, wakati wana wa Mungu ameenda kujihudhurisha, na yeye akaenda. Akasema Mungu akaangalia, akamwona Ayubu shetani. Akamwambia umetoka wapi? Akasema nimetoka kuzunguka huku na huko. Umemwona mtumishi wangu Ayubu? Kwa maana hakuna aliye kama yeye kwa duniani, mtu mwenye kujiepusha. Teach me how to do this and this and this. Achana na uelewa wako. Ngoja niwaambie, Mungu sio Mungu wa kueleweka. Ukitafuta kumwelewa Mungu, akili yako itavurugika asubuhi tu. Mungu ni Mungu wa kuaminiwa, naye anataka kuaminiwa. If you want to please God, believe in him. Bwana Yesu asifiwe. Mungu afurahishwi sana na watu ambao hawamwamini. Una hofu na Mungu, una wasiwasi na Mungu, hata uombe masaa 7, umsifu, na kama moyo wako una hofu, una wasiwasi, una waste muda wako. Bwana Yesu asifiwe. This morning, wakati nikiwa kwenye prayer asubuhi, wakati nimekuja Mbeya, Mungu alikuwa ananiambia tafuta sehemu tulivu. I want to talk. Na nataka kuongea na wewe. Nataka kuongea na wewe. So nilikuwa hapa kwenye maandalizi 1 2 3 na nini. Lakini Mungu akaniambia nataka kuzungumza na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Actually I was so busy. Kwa watu ambao tulikuwa nao hapa, we are so busy kuhakikisha kwamba kila kitu kinakaa sawa ili na wewe uje kukaa vizuri. Ucheze muziki. Kila mmoja amefurahi. Ujue kuna watu hawajalala, kuna watu wamepambana usiku na mchana kuhakikisha kila kitu kinakaa kwenye engo yake. Bwana asifiwe. Hallelujah. So ninataka kuachilia hichi kitu kabla siendelea na somo la leo, ili tuweze kupisha Roho Mtakatifu aweze kuhudumia watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Aliniambia mambo kadhaa, na huwa siendelei na somo kabla sijasema yale ambayo Mungu ametaka watoto wake wasikie. Bwana Yesu asifiwe. So this morning akawa ananieleza mambo kadhaa, na akaniambia nenda kawaambie haya. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, kabla sijaendelea, kipindi cha nyuma, wakati nimekuwa serious sana na Mungu, very serious. Yani ikisikia ibada
lazima niahirishe kila kitu niende. Sijui maombi lazima niende. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nasikia sauti inanisemesha. Sasa nauliza kila mtumishi, kwani Mungu anaongeagaje? Nasikia sauti inanisemesha mambo haya 1 2 3. Nikakutana na mtu mmoja mlimani, nilikuwa nimeenda kwenye prayer. Nikamuuliza yule mtumishi. Nikamuuliza, Mungu huwa anazungumza na watu? Akaniambia, hapana, hiyo ni haramu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo yani hiyo kitu haipo. Every day, kila nikilala kwamba jamaa fulani anaandaa tukio fulani, kabla halijakufikia limemfikia. Nadhani mtanielewa baadaye. Sasa hivi hamjanielewa bado. Bwana Yesu asifiwe. Anasema sitaki hata mmoja apotee au kudanganywa. Sitaki hata mmoja apotee au kudanganywa. Hii yani nazungumza kile ambacho Mungu ameniambia. Tumeelewana mpaka hapo? Najaribu kukufafanulia ili uelewe. Bwana Yesu asifiwe. Sitaki hata mmoja. Ndio mission ya Mungu hapa duniani. Hata kama kuna kahaba yuko huko, tunamtaka aje. Kama kuna mvuta bangi yuko huko, tunamtaka aje. Kama kuna mchawi yuko huko, tunamtaka aje. Life. Hakuna chochote anachoweza kufanya kwenye maisha yake. Hakipo. Mungu aliwahi kunionya akaniambia, kaa mbali na watu wenye tabia hizi na hizi na hizi. Kaa nao mbali. Wale watu ni watu wenye energy kubwa sana, kwa sababu wanatumiwa na adui kuharibu watu wenye maono makubwa, watu wenye potential kubwa ndani ya taifa. Unamwambia mtu, nataka kufungua kampuni itakaofanya so. Anakuambia, ndugu yangu, hilo wazo haliwezekani. Unafikiri kwamba anaongea kwa wazo yake? Anaongea kwa nguvu ya adui ndani yake. Na guess what? Ukimpa time 1 minute amekuharibu. Wangapi mmeshapitia hicho kitu? Mpo hapa. Nasema kwa